Kwa namna ya pekee sana Bwana wetu Yesu Kristo, kama nilivyosema leo katika Injili, anatufundisha na kutupa taswira ya Mungu mwenye upendo, uvumilivu na huruma, anayesubiri kwa uvumilivu tubadilike na kuwa ngano badala ya magugu. Sisi wenyewe tunaweza tukajiuliza, ndugu zangu, mbele za Mungu na tukijitafakari kabisa kwa unyenyekevu ndani ya mioyo yetu, je, mimi ni gugu au ni ngano? Naposema gugu, mioyo yetu au moyo wangu umejaa mambo yasiyompendeza Mungu, umejaa dhambi, uasherati, uzinzi, gugu kwa namna moja au nyingine, utumba sugu, moyo wa rushwa, pokea na kutoa rushwa, dhuluma, uonevu, mbea na mambo mengine mengi, mambo ya ovyo. Tunaweza tukajiuliza mbele za Mungu na kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, je, mimi ni gugu au ngano njema? Au ni ngano? Ngano kwa maana ya kwamba ninaishi kadiri ya mafundisho ya Kristo. Ninaishi imani yangu kwa maneno na matendo. Ninaishi nikiongozwa na upendo wa Mungu na huruma ya Mungu, kwa kuwasaidia na kuwahurumia wengine. Hebu ndugu zangu, leo Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa, hebu mtazame mwenzako. Kwanza amependeza, ni Jumapili, amechukua kanguo ka Jumapili. Usimwambie amependeza, mwangalie, umuulize, wewe ni gugu au ni ngano? Hebu naomba muangalie mwenzako, ngeukie mwenzako basi. Wewe ni gugu au ngano? Muulize basi tena. Kuna wengine wamejinamia, hawajishughulishi. Ameshajua kabisa yeye ni gugu moja kwa moja. Ndani yake yamejaa mawazo ya maangamizi. Anaweza tu akitoka hapa, kuna dhambi inamsubiri kule. Akitoka hapa anaenda kuendeleza gugu kule, kuna anaenda kupalilia gugu. Hebu muulize tena, wewe ni ngano au ni gugu? Ndugu zangu, tujitafakari sisi wenyewe ndani ya nafsi yetu na mbele za Mungu, kwamba mimi ni gugu au ni ngano. Na kama mimi ni gugu, basi Mwenyezi Mungu anakupa tena nafasi ya kutengeneza upya mahusiano yetu na yeye, na hasa sisi kwa Wakristo tunatengeneza upya mahusiano yetu na Mungu kwa kupitia sakramenti ya kitubio. Ndugu zangu, Mungu wetu ni Mungu anayesubiri watoto wake. Kwa upande mwingine, tunashauriwa tusihukumu mapema, hasa wale tunawaona kama magugu. Na mwingine tunakuwa tunahukumu na kuwaona wengine ni magugu. Ili umewahi kutafakari na kujiuliza, ni mara ngapi umemwomba Mungu amwangamize adui yako, yule ambaye unamuona anatenda ya ajabu ya ovyo yanayokuchukiza? Ni mara ngapi umefikia hatua ya kumwomba Mungu hata ampoteze kabisa, amuondoe kabisa katika dunia hii, au hata amtupie tu ugonjwa ambao utamsumbua tu? Ni mara ngapi? Lakini ni mara ngapi pia tumemuomba Mungu atubadilishe mioyo yetu, ayaondoe magugu ndani ya mioyo yetu, ili ibaki ngano na kuendelea kukua vyema, ili iweze kuzaa matunda mema ndani yetu? Au pia ni mara ngapi tumewahukumu wengine kwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu anatuvumilia? Tumemwona jirani Mama Sofi wamesimama na Baba Masanja, wanasalimiana tu vizuri, vizuri tu. Hapo nyumbani vipi, salama? Wewe unatoka hapo na kamdomo
unamfuata shosti, nikwambie nina umbea wa moto moto fulani na fulani wanatoka kimapenzi, kumbe na wewe ni kazinzi tena kaliko kubu. Yaani shetani na wewe hamna tofauti, lakini unamhukumu sasa mwingine tena kwa uongo, kwa mambo yale yale. Je, tujiulize sasa, ni mara ngapi tunahukumu watu wengine?